tunaenda kumega mkate tena. Sema amina. Mwambie jirani yako kuna chakula mezani, tazama mezani. Mwambie jirani yako tazama mezani. Sema tuna chakula pale mezani. Tuna chakula pale mezani. Dakika chache mwambie chakula kiko mezani. Mungu awabariki. Basi jina la Bwana linuliwe. Mimi namshukuru sana mwenyekiti wa kijiji, mwenyekiti wa kitongoji, mtendaji, diwani waliotoa kibali cha kuhudhuria mkutano huu. Kuna sehemu wengine wanagoma kabisa kutoa mikutano, maana wanajua kama uharibifu lakini hawaelewi. Mimi naiona Mwaruguru ni watu wazuri sana. Kuna baadhi wengine wanakaa vichakani wanasikiliza injili vizuri tu, na wengine wanasikia senda vizuri tu. Mimi nasema Mwaruguru mtu asiokoka huyo bado amerogwa. Huyo bado amefanyaje? Amerogwa. Unajua kuna kurogwa kwa magonjwa na kuko kwa kurogwa usiokoke. Maana yake umerogwa ili uende jehanamu. Maana yake mnabaki familia nzima nyinyi ni wapakani, ni watu wa kuvuta bugoro masaa yote, pombe ndo maisha yenu, kurogwa ndio kwenu. Sasa tumeleta injili katika Mwaruguru, watu wabadilike, waachane na mila, waachane na desturi, waachane na magano, waachane na uchawi, waachane na uganga, waachane na ulevi, waachane na matumbaku. Unanielewa? Mimi najua tabia mara nyingi kijijini ndio wako hivyo. Mtu anatembea na ugoro siku 3 mfukoni. Akiona kama amepungiwa mate anaweka kwenye mdomo. Sasa injili nasema hamna ugoro tena. Sema amen. Basi tunataka tuangalie neno la Kristo mkate ili tuwahi kuondoka tukajiandaa ibada ya kesho. Kesho tutakuwa hapa, tutamaliza ibada kama kawaida, na kesho nitaombea watu mara ya mwisho. Lakini nakuandaa tena habari ya Yesu Kristo ili akasema na wewe jioni ya leo. Sema amina. Sema amina. Nilikuahidi juzi nikasema mwezi wa 7 ikipendeza nitakuwa pale Kagonga Shalom. Lakini sasa nilisema wako watu wanaokutesa, wako watu waliozuia kupata chakula, wako watu wanaozuia mashamba, wako watu waliozuia kuna maeneo, wako watu waliozuia kuzaa, wako watu wanaozuia ili usiolewe. Nataka mwezi wa 7 uje pale ili tupate kujua mbinu nani anaozuia na wanazuia kwa mbinu gani na wanafanyaje mtu asipate maisha. Mwezi wa 7 nitakuwa pale, nitatoboa siri ili kwa sababu naamini Yesu ameniita mimi. Hata kama nikitoboa hawana nifanya kitu, nitazungumza hadi na utauliza maswali. Unanielewa? Unanielewa? Kwa nini mimi sijengi? Kwa nini mume wangu mimi anakunywa pombe? Amefungwaje? Pale nakuja kukufundisha habari, nasema mtu anafungwa kwa mbinu gani na anafungwaje, na anapofungwa wanaweka nini. Nakuja nikwambie sio. Basi tuingie kwenye neno. Hebu tuangalie kitabu cha Luka, tukaangalia matendo ya Yesu Kristo. Wakati Yesu akiwa anatembea, anaenda kwenye mkutano, anatoka kwenye mkutano, alikuwa na namna gani na alikuwa na njia gani? Hebu tuangalie Luka hiyo. Sura 7 mstari wa 11 nitasoma. Sawa. Baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini. Alikwenda mji mmoja mpaka kwenye mji uitwao Naini. Naini, sawa kabisa. Na wanafunzi wake walifuatana naye. Na wanafunzi wake walifuatana na Yesu. Pamoja na mkutano mkubwa. Pamoja na mkutano wake Yesu mwenyewe. Na nitarudia. Na alipokaribia ule mji, lango la mji, hapo palikuwa na maiti. Palikuwa kumbe na maiti imewekwa, watu wanajiandaa kwenda kuzika. Anachukuliwa nje. Anachukuliwa na watu. Ni mwana pekee wa mama. Ni mwana pekee wa yule mama ambaye ni mjane. Ambaye alikuwa amefiwa na mume wake na watoto wengine. Na watu wa mjini wengi waliambatana na yule mama. Bwana Yesu alipomwona analia yule mama, alimwonea huruma. Yesu akaligusa jeneza. Ndio walikuwa amewekwa maiti anaenda kuzikwa makaburini. Wale waliokuwa wakilichukua wakasimama. Wale watu waliokuwa naenda wakasimama wakatarajia na yeye msaidizi wa kubeba jeneza. Akasema, kijana, nakwambia inuka.
Kijana nakwambia inuka. Yule maiti akainuka. Yule maiti tena akabadilika, sio maiti, akawa ni mtu mzima, akainuka. Akaketi. Akaketi. Akaanza kusema. Akaanza kusema na Yesu. Endelea pa 17. Akampa mama yake. Akampa mama yake. Endelea. 17. Habari hii yake ikaenea katika Uyahudi wote. Ikaenea Uyahudi wote. Makofi kama uko na akili timamu. Sikiliza. Mchapie Bwana kama una akili timamu, chapa tena makofi. Amen. Baba, asante na kushukuru. Nataka nikazungumza maneno Baba, katika maneno yako haya. Uliondoka kwenda kama unaelekea Yerusalemu, ukakutana na maiti barabarani. Yesu ulifanya muujiza, ukaponya, ukamfufua aliyekuwa maiti, akawa ni mtu mzima tena kwa dakika chache. Baba, ukazibitike jioni ya leo na kesho. Yote aliye na mauti leo jioni, aliyewekewa mauti anatembea nayo, Mungu nenda ukayaondoe katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu uliye hai. Sema amen. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie habari za huyu Yesu. Yesu akiwa anatembea barabarani, Yesu akiwa anaenda, Yesu akiwa anatembea na wanafunzi wake, na mkutano unamfuata nyuma. Yesu akiendelea, akakutana na mkutano mwingine unaenda kuzika. Akakutana na Yesu, mkutano unaenda kufanyaje? Unaenda kuzika. Wakati anasimama pale, amekaribia yale marango, Yesu akasimama, na wale wenye jeneza wanaendelea kwenda. Watu wamebeba vitabu vya kuandikia kwenye kilio, ili wapate ile sadaka ya kuchangia kwenye msiba. Watu wamebeba makoreo, watu wamebeba majembe. Yesu akamsogelea maiti iko kwenye jeneza, akaigusa ile jeneza, akaweka chini. Halafu maiti yule alikuwa anaitwa maiti akatoka, akaketi, halafu akaanza kuongea, akakabidhiwa mama yule aliyekuwa analia. Sikiliza nikwambie, yule mama wakati anakutana Yesu alikuwa anatoa machozi. Anasemekana Biblia hii, mtoto wa pekee aliyekuwa mpendwa, mama alifiwa. Unajua uchungu wa wanawake, mwanamke akifiwa mtoto alikuwa anategemea kamoja, hadi mtoto kametoka, amebaki pekee, wakumfarija yupo. Wananzengo iwezekana walifurahi, wengine wachawi walikuwemo. Yule mama, sikiliza, akakutana na Yesu. Yesu Nazareti akakutana na Bwana Yesu. Yesu anaenda safari yake. Yule aliyekuwa Yesu anasubiria katika marango ya Naini. Biblia inasema msiba ulitweka, uliyekuwa mzito. Yesu akakutana nao. Yesu akabadilisha siku. Yesu akabadilisha mauti. Yesu akabadilisha, kwa sababu ni Bwana. Akabadilisha mauti ya mtoto yakawa uzima ndani yake. Sikiliza nikwambie, ukikutana na Yesu utabadilika. Ukikutana na Yesu kilio kinatoka. Sikiliza nikwambie, nisikilize nikwambie. Unajua Yesu iko hivi. Yesu ana hospitali, yuko dunia nzima. Yesu hana mochwari. Yesu hana kutunza wagonjwa. Yesu hana kutunza maiti. Yesu hana sitori ya kulaza watu hospitali. Sikiliza nikwambie, yule mama alifiwa, hakuenda hata hospitali. Sikiliza nikwambie, hamuna mwanadamu duniani, hata mzungu, hata mchina, hata msopia, hata mtu wa Marekani, hata wa namna gani, hayupo mwanadamu awezaye kurudisha uhai. Hayupo duniani hata mmoja. Hata waganga wa kienyeji wanaferi, hata madokta wanaferi, hata wakikutundika sindano hawana uzima wa kurudisha. Yesu akisema nimetoa uhai, hayupo. Kurudisha uhai ni Yesu pekee. Akabadilisha mfumo, waliokuwa wanalia ikawa furaha. Biblia inasema wakarukaruka. Yule mama akacheka, aliyekuwa analia akabadilisha mfumo tena, ukamfumo wa furaha. Sema amen. Hallelujah. Hallelujah.
Amen. Sikiliza. Unajua Yesu yuko hivi. Kuna baadhi wengine mtu wanaposikia umefiwa, kuna wengine watakuja wakupige mgongoni, jitie moyo. Wengine wanasema amefanya vizuri kufiwa, na wachawi na wenyewe wako pembeni. Mchawi kwenye kilio, sikiliza, wanariaga kuliko mfiwa. Wanalia kabisa na wanatoa machozi na makamasi. Mnaweza mkasema huyu ndio labda ndio ndugu yake zaidi ya marehemu, kumbe baba ni machawi amefanya kikao. Sikiliza, yule mama alikuwa analia machozi ya upendo na mtoto wake, na wale wengine walikuwa wamebeba matafutari, wamezoea kuiba pesa kwenye msiba. Waliposikia habari imebadilika, matafutari akayatupa, majembe wakayatupa, makoreo akayatupa, wakaanza kuruka kwa Bwana Yesu Kristo. Msiba umebadilika, imekuwa ibada ya Yesu Kristo. Nataka nikutangazie habari ya Yesu, maana Yesu ana historia ya kuzika, ana historia ya kulaza maiti. Sikiliza, Yesu ana uwezo wa kumfufua asiyofufuka. Chapa makofi kwa Yesu. Hata usiposhangilia mbinguni unashangilia. Mwambie jirani yako, kama usiposhangilia malaika wanapiga kelele. Inawezekana huko hapo umenuna na mkutano bado hujatoa hata chochote. Umenuna kama malimao ya Bukoba. Wewe uwe kama senene za Bukoba, usiwe kama limao. Sikiliza nikwambie, hamna injili kama damu ya Yesu. Mwanadamu akiokoka, huyu amekimbia, si atembei tena na mauti. Mauti ya wachawi ameacha. Sikiliza nikwambie, huyu Yesu mwanaume anaweza akabadilisha siku zako, hata waliopanga. Sikiliza, nilikutana na maandiko yanasema alikuwepo Bwana mmoja aliandikiwa mauti, alikuwa anaitwa Mordekai, na dada na mtoto wake Esta. Ikawekwa mkataba hivi, ipo siku atakufa. Sikiliza, Esta akaingia kwenye maombi, akabadilisha mfumo. Yule alikuwa ameweka kilio kuandaa mauti, alikuwa anaitwa Hamani. Huyo Hamani tena yeye kageuka, ndio yeye akatundika. Sikiliza nikwambie, wako wachawi waliosema utatundika, wao ndio watatundika leo. Yesu awakomele msalaba, Yesu awakomele kwenye miti, Yesu awazike. Sema amen. Haleluya, haleluya, sema amen. Amen. Huyu mama analia. Wapo wapendaga. Kuna baadhi wengine wakosaji hata kwenye msiba, hata sio ndugu yake. Wamewahi pale ili wakale nyama. Wako pale wengine wanaopendea kuiba hela za matafutari mule, wako pale na kalamu zao. Wengine wana majembe yao, maana walifurahi mama amebaki pekee, hana mtoto tena. Akakutana na wanaume. Mwambie jirani yako, akakutana na wanaume. Achana na wanaume wa duniani. Wanaume ana suruali na suti, lakini hana uwezo wa kufufua moto. Akakutana na moto wa Yesu Kristo, yeye awezaye kufufua. Yule mama akabadilisha mfumo, maiti ikaketi, maiti ikaketi, maiti ikasema, mfumo ukatokea. Wakazungumza, tumepata nabii katika Matendo ya Bwana katika Yerusalemu. Ametokea nabii mkuu awezaye kufufua. Na tamani jana leo vilema, viwete, vipofu, Yesu afufue. Amini tu, Yesu aingie ndani yako, Yesu akubadilishe maisha magumu, Yesu anatengeneza. Sema amen. Nilisema jana, ukitaka usirogwe chokokoka. Ukiokoka urogwe. Na mbe unajichanganya mwenyewe. Amen. Uko kanisani una mahawara. Uko kanisani unavuta tumbaku. Uko kanisani unavuta ukoro. Hapa wachawi lazima kukalie. Lakini kama huna dhambi, watapiga kamera zao wakuone, watafanya mbinu zao wakuone. Sikiliza, sikiliza nikwambie, huyu Yesu, niseme nini kwa Yesu? Nipeleze nini? Nipeleze nini kwa Yesu? Ninaona mambo makubwa kwa Yesu kwa macho yangu hivi, na kwenye simu nimeona mambo makubwa akifanya. Sikiliza, nilikwambia jana hivi, nilifufua moto, Yesu akatoa nguvu zake, mtu akafufuka Mwanza pale. Sikiliza nikwambie, wakati roho
nilikuwa sikujua, nilijua labda ilitokea hivyo tu. Nikakutana tena na simu moja inatokea Iringa, Singida. Mtu mmoja akapiga simu akasema hivi, mimi baba nimepewa namba na mtumishi mmoja, mume wangu halala miaka 7 wala kuinuka inuke, naomba maombi. Nikamwambia sasa mwambie mume wako aweke imani, Yesu yupo, bado hajasafiri, bado hajalala, ukesha usiku utuombea. Akasema niko tayari. Yule mama akampenda wake simu, tukaomba naye. Tulipoomba siku ya kwanza ilikuwa Jumatano, Alhamisi yule baba akaanza kusinzia. Ijumaa shetani amepanga mpango wake, amepanga kuondoa uhai, na kweli ilipofika saa 5 akamtolea uhai yule mtu. Kumbe alikuwepo mama wa kambo, alikuwa na wivu na maisha na kijana, kwa sababu akaja akambeba, wakaacha pale picha tu kama sanamu, wakampeleka porini wakamfunga. Sema akafungwa. Sio kufungwa unapojua. Akafungwa kwa mbadanishwa na kamba fulani. Ndakuja nikufundishe pale kagongwa kamba zinazofunga watu katika mauti. Unaweza ukazikwa na unatembea na uko kanisani kama una Yesu vizuri. Unaweza ukazikwa na unaimba kwaya, wakati ukifika wanakuchukua. Yule baba akachukuliwa saa 5. Ilipofika saa 6 bana yule baba akiruka mpaka asubuhi Jumamosi. Wakati huo yule mama akapiga simu asubuhi, akasema mume wangu yani haeleweki, wala pumzi asipo, hali imebadilika. Nikamwambia mama achakulia, jenga imani kwa Kristo. Mimi niko mbali mno, niko msoma huku karibu ya Mungu, naomba jenga imani. Huyu Yesu ninaye ni mkuu kuliko ya mauti, yeye ni mwamba, yeye ni mwamba. Yule mama akashika imani, sikiliza, na kushuhudia ushuhuda sio wa mtu. Yule mama akajenga imani. Basi alipojenga imani, nikamwambia weka simu kwenye sikio. Akaweka simu. Nikaomba risali simu, hamna mtu kuzinduka. Piga la pili, hamna kuzinduka. Nikasema nikakumbuka yule mtu aliyefufuka Mwanza Nyamongolo. Nikasema Mungu, wewe mwenyewe ulimfufua yule binti wa 17. Inakuaje huyu? Nikaingia kwenye kichaka. Yani nikajifanya kama sioni, nikaingia mle kama nyati, nikaanza kuomba maombi mazito. Nikasikia kwenye masikio waambie watoe sadaka. Kumbe yule bota, kwa sababu aliposema Mungu waambie watoe sadaka, nikachomoka kwenye kichaka, nikaenda pembeni kampiga mama, wekeni naziri yoyote, mume wako ni mzima. Kumbe kwa sababu ninajua maana ya sadaka ni nini, mchawi yoyote hawezi akamloga mtu bila kuweka chochote mbele yake. Hata kama wanatuhitaji lazima waweke sadaka zao, na maandiko yapo. Na ndio maana ninakwambia mwezi wa 7 na kuja kutoboa. Wewe ukimwona mchawi yuko karibu na wewe, mlete mko pamoja, leta kufanya injili. Sikiliza nikwambia, nilipomaliza yule mama akasema tunampa hapo. Nikwambia haina haja kutumia hela mimi, wewe weka sadaka utapeleka hata huko. Akasema mama, nimeweka sadaka kiasi fulani. Nikamwambia peleka simu kwa mume wako. Akaweka simu kwenye sikio. Nimetumia masaa 2. Wakati naomba pale, Mungu akanibadilisha mfumo wa kuomba. Akaniambia usiombe tena ulivyokuwa unaomba. Omba, uliza kwanza jina lake. Nikamuuliza jina lake nani? Anaitwa Robert. Nikamwambia omba na visirudi, alafu tuma moto popote, alafu sio kazi yako. Nikaita Robert njoo. Alafu dakika ya pili ya kwanza nikatuma moto Singida pale mjini. Moto ukatoka Msoma, ukamwagika kutoka mbinguni, ukaingia Singida. Yule bwana kumbe alikuwa amepelekwa porini usiku. Mama wa kamba amelalika na wachawi wenzake wamemfunga mikono. Unajua wale wa jamaa wafungaji hivi, wakikufunga hivi utatoroka, wanakufungia huko, alafu na huko nyuma, alafu na macho. Kitambaa kipo kinapotumika kule uchawini, kitambaa kama sipika, ili usione mbele. Haleluya. Muulize jirani yako, kwenu ni wachawi au wanashangilia? Haleluya. Haleluya. Yesu anafufua taraifu. Yesu anafufua kwenye siku. Maana aliwaambia wanafunzi wa Yohana, nendeni
Sikia mabudu wanasema, masikini wanahubiri habari njema. Unaposikia masikini, ni masikini wa roho, sio masikini wa pesa, ni masikini wa roho. Sikiliza nikwambie, nikapeleka moto. Yule jamaa niliposika, Robert yuko Singida, kaisikia sauti yangu, naleta moto juu yako. Kamba za mikononi zikakatika, za migununi zikakatika, yale machawi yakaanguka pale kwa kama 10 na kitu. Limama la kambo liko pale alisema, tena nilikuwa nimenikodolea mchungaji, likaanguka na yenyewe. Yule bwana akachomoka, yakamfuata yanayo mpaka nyumbani kwake. Akafika, akaingia kwenye mwili ule, ile kapu liko limeweka likaondoka. Alipoingia akafumua macho. Yule mama akasema amefumua macho lakini haongei. Nikamwambia basi sio kazi yako. Ninajua maana nawaelewa wale wa jamaa. Maana wakitaka kukutoa duniani lazima wasipige hizi shavu. Lazima wapiga haya meno yafu ya umana yawe kama mtu aliyekula kama upachu au aliyekula barafu. Tayari nikaondoa ile barafu ya kwenye meno. Yule bwana akaongea. Akamwambia mke wangu nipe shati, alafu wewe toka nje. Yule mama akaniambia hivi, ananiambia nitoke nje afu nimpe shati. Ninajua maana ya shati. Shati ina maana gani kwenye uchawi? Shati kwa Yesu ina maana gani? Nikamwambia usimpe shati wala usitoke nje, funga milango. Yule mama akafunga milango. Yule bwana hakiri kwa baadaye zikamrudia. Shati akuomba tena akadala. Akatulia na mimi simu nikasima. Nikaendelea mambo yangu. Kufika jioni, yule bwana akanipigia mwenyewe. Tu akaanza kunipa story hiyo. Akasema mchungaji, wakati unasema Robert njoo, nilisikia sauti ya kwanza. Ya pili nikasikia moto. Nilikuwa nimefungwa. Lakini kosa mimi kwa sababu nimejenga ka nyumba. Mama wa kamba anaona wivu watoto wake, maana ni mashorobaro tu, hawana chochote. Nikasema sasa hamna kifo tena. Ameingilia mwanaume Yesu Kristo. Hawatakuweka tena. Mkono wa Bwana uko juu yako. Yesu amebadilisha mfumo wako. Utarara tena mauti. Hata kama alikufunga kwamba atanisha sadaka ya ng'ombe, hata sadaka ya watoto haitawezekana kufa. Yesu ameingilia kati. Mauti yako yamebadilisha, imekuwa uzima. Halipoborika yangilie Bwana. Ile mapavu ya Yesu. Wachawi ni wajinga. Walipoona amefunguka, yakawa usiku yanaenda juu ya bati. Saa 5 anakanyaga. Akawa lala. Abraham ameuzilika mauti. Jua mtu akiuzilika kupigwa bunduki, hata akisikia kopo linalia mtaani anajua bunduki analala. Akasema mchungaji, ninazumbuka baba, ninaomba msaada. Nikamwambia sina hela ya kuja Singida. Akampigia shemeji yake akalituma nauli. Nikaenda. Sema akaenda. Sema akaenda. Akaenda Mwarabu wa Tanzania. Sema akaenda Mwarabu. Unajua Mwarabu anapenda kujilipua. Ukimsikia Mwarabu wa Palestina na wapi au Chile huko, anapenda kujilipua. Na mimi nikajilipua kwa Yesu. Nikaenda Singida. Nilikuwa mara ya kwanza. Nilipoingia mji wa Singida, nikakutana watu wamevaa mavazi kama makahaba, halafu macho yao yako mbali, hata pua ionekani. Nikasema hawa je, wanafaa injili au hamna? Nikaanza kuwakanga injili ya mtaani na poromondo kwanza kabla ya kufika kwenye tukio. Wakati naanza sasa, nikarakona kwenye soko, nikapiga injili, nikamaliza nikaenda pale. Nilipofika kwenye mji ule, nikasema mwisho leo mchawi wa Singida, unalogea mgongo, unalogea masikio, mwisho leo amefika Mwarabu wa Tanzania. Hemu chapa makofi. Ukimwona achapi makofi ya labda kani wa chawi. Punga makofi kwa Yesu. Haleluya. Punga mkono kama unaelewa. Nitoke kwa Yesu niende wapi? Niende wa Yesu na kache na lembori. Natoke ma. Ukano kwa kamalo choko mperompero kwa kabunto lile kete kala cha umeme. Kani rinta toho. Na wale kago rinta toho.
usikubali kutoka kwa Kristo, usikubali ukawafuata hawa wachawi. Wewe kata Yesu, anasema Yesu ni mlinzi, yeye anasema sisi wala halali. Wewe kata kwa Kristo. Mtu akikwambia nakupenda, mwambie unanipenda kwa njia gani? Maana ananipenda ni Yesu kuliko wewe. Wengine wanakwambia nitakununulia gari, nitakununulia motoka. Mwambie motoka yangu ni Yesu, motoka yangu ni Yesu. Usinidanganye baba, usinidanganye kijana, mume wangu ni Yesu. Sema amen. Huyo ndio bwana harusi, huyo ndio bwana harusi. Piga makofi kwa Yesu. Haleluya. Nikaomba maombi siku hiyo hiyo, wale wa jamaa hawakutokea, na kesho yake nikaomba hawakutokea. Siku ya tatu nikamwamrisha mgonjwa pale alikuwa amki kitandani, nikamwambia simama, nimeleta Yesu, nisikuleta mabakuli hapa, toka ndani, simama. Yule bwana kaanza kama anguke, simama, mna kukushika, analia, baba mzima analia, anamjira ninamzidi ni mtoto kijana mama miaka 30 kitu. Mwambie simama baba, kaanza kusimama, maana atembe, maana achechemee. Mwambie hivyo hivyo. Kesho yake shangazi yake alikuwa ameparalyze miguu na mkono, naye kale tulikuwa ni Jumapili, akakutana na wanaume. Yesu akamsimamisha pale pale, ilikuwa kama nakumbuka na muda ilikuwa ni saa 4. Yule mama mzee naye akaamka pale pale. Alipomwona shangazi yake ameamka, yule kijana akaanza kuchukokota, mimi nikatoka nikaenda hatari. Nilipokuja kutoka, jamaa maisha komaa ameanza kusema mimi ni mzima kumbe. Nikamwambia mna kurogwa wala kuzipa mna kwa mwili wako, unakataa kuzika kijana, ukasinga tukakataa. Sikiliza nikwambie, nikaondoka Jumatatu na ninachokwambia paka leo, hada simu yake yule kijana bwana sari kanisa PCT, na PCT wakaja wakashuhudia ile tukio. Walinikuta pale, watu walianza kusema tupe namba. Nikamwambia namba yangu ni vigumu kuitoa kwa sababu nitasumbuka tu. Wewe Yesu kama unamuita, na wewe unawe, wewe omba karama tu, Yesu atakutokea. Wachawi wa Singida wakafuata mkia, wakanyamaza, na mpaka leo kijana anaongea, kijana anatembea, kijana anaenda kanisani. Piga makofi kwa Yesu. Yesu anafufua watu, Yesu anaondoa mauti, Yesu anatakasa, Yesu anaokoa, Yesu anafanya vilema, Yesu anafufua wafu, Yesu anafanya kitu. Tupige Bwana makofi. Wewe jaribu tu. Wewe jaribu tu. Wewe jaribu tu. Nasema huyu mhubiriaji akitaka kuondoka Jumatatu lazima tumsindikize. Karibu sana. Na mimi uzuri wangu Mungu anayafunua kabla ya kuondoka. Ukijichanganya na mafisi yako, fisi watakuwa wazima, wewe ndio utakuwa marehemu. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Nimalizia hivi. Mwambie jirani yako hivi, mimi sirogwi. Kisonde mwenyewe sema mimi sirogwi. Mimi sirogwi. Wengine sijui wamekana machawa hawatamki hata kutamka. Mwambie mimi sirogwi. Angalia wako pale wenye sare wanaokopana. Inawezekana mmoja wapo mchawi mmoja anaokopa kusema mimi sirogwi. Wewe sema mimi sirogwi. Haleluya. Haleluya. Yesu akakutana na msiba. Msiba unaenda kuzika, watu wanatoa machozi. Yesu akasikia habari za Kariakoo, akajua Yesu ndio wamevamiwa, kumbe ni kijana amewekwa kwenye jeneza. Haleluya. Yesu alipokutana nao, yeye hana time ya kuongea, akamtuliza mwenye kufiwa, akamwambia mama nyamaza, akamwonea huruma. Yule mama alikagigusa jeneza, mtoto akaketi. Sikiliza, siku moja
moja Yesu akaenda Betania pale kwa ukoo wa kina Lazaro. Lazaro alikuwa kaburini, akafika pale kwenye msiba wa Lazaro, siku 4 yuko kaburini. Inawezekana unasema Yesu anafufua aliyefariki siku moja, hata walio siku 4, hata wenye siku 7. Lazaro alikuwa kwenye kaburi, akakutana na Masa. Masa akamwambia, Bwana, leo siku ya 4 amenuka. Akamwambia Yesu, sikukwambia ukiamini Yesu atajitukuza? Masa akanyamaza kimya. Kuna baadhi ya watu hapa tutamaliza mkutano hamna kupona. Wanategemea mhubiri ndio ana uponyaji. Mimi sina uponyaji, mwenye uponyaji ni Yesu. Wewe amini kabla ya kuguswa na mhubiriaji. Mhubiriaji amepewa tu kacheo kadogo, alafu ndio mawasiliano tu, yani kipitio cha Yesu. Unaelewa? Alafu kikubwa kabla hujaombewa, wewe amini tu. Imani kama kichaa fulani. Unaelewa? Masa akang'ang'ana. Yesu akamwambia, mmemweka wapi Lazaro? Wakasema yuko kule kwenye kijuku. Nipelekeni. Wakampeleka, watu wanafuata nyuma. Hero tomone. Akifanyaka hawajui wanaosema lero tomone, kumbe ni wanaume. Shujaa. Alipofika kwenye kaburi akamwambia, "Genje gere wele." Na tena mtu kwa kwenye nini? Integio. Wakalitoa. Walipolitoa, Yesu akasema, Lazaro akaitika kwenye kaburi, sauti haikutokea kwa watu. Akasema, Baba ope, toka. Lazaro akaanza kunyanyuka. Lazaro akaanza kuja juu. Akapasua zile ardhi za michanga. Lazaro akatoka na leso zake na sanda zimefungwa miguuni. Akawaambia, mfungueni Lazaro. Wayahudi wanakodoa na tini zao. Wengine wamevaa marozari, wengine wamevaa makofia, wengine wamevaa masamana ni makoti. Wakamwona Lazaro akaanza kwenda. Yesu akawaambia, mimi naratula kona kwenda Yerusalemu tena. Wakasema, Lazaro kumbe kufa inawezekana. Wengine wanasema, mbona anuki mauti? Sikiliza nikwambie, Yesu akiamua, hata kama umekufa mwezi mzima, inawezekana akausafisha. Hata kama unanuka, wataona unanuka padumu, wataona unanuka tena maisha mengine. Sema amen. Yesu anabadilisha hata siku ya mashina. Sema amina. Lazaro akafufuka. Na mtu akifufuliwa kwenye maiti hawaachaki ibada. Lazaro kila siku, Yesu utano tiro. Yesu tukwe oloto maraha Yerusalemu, oloto maraha Samaria, oloto maraha Bethlehem, Yuda. Paka Wayahudi wakaanza kumtafuta Lazaro, ndio anasababisha msiba, anasababisha kujaza mkutano. Sikiliza, kwa sababu gani nazungumza haya? Kwa sababu Yesu nimemwona mambo makubwa. Siku moja nikawa kwenye Injili, tuna mke wangu, mama yangu bado hajaokoka. Wakati wote tunapona mondo yetu, mama alikuwa anakaa kijiji kimoja kipo Magu pale, kinaitwa Marina. Kijiji kile kina wachawi, hata mimi nilikuwa najua. Nilienda huko nikiwa kijana, wachawi wametapakaa pale. Mama akaniambiaje, mnaenda wapi? Sasa tunataka tuwafuate hao wachawi. Mwanangu, wewe unataka na wajua wachawi hapo na waelewa kabisa. Utakufa, achana nayo. Wewe mwenyewe ni mtoto mmoja tu. Acha mwanangu. Nikasikia ndani kama moto unaniosha. Acha. Nikashangaa namwambia mkamana wake, mama usiende. Na wewe kama mama ni mchawi tukutane huko. Twende na wewe. Nikamwambia twende mama. Tukainuka na mke wangu amebebelea Palamondo. Tukaingia mtani mpaka muda wa saa 12 kaso. Wakati tunasema haleluya, wakajifanya kazi zao. Wakatuma maafisa kuanza kupiga kelele. Alafu ilipofikia wakaanza kuweka mabundu. Injili ikaanza kutembea. Kwanza tukanyamazisha sauti za afisa. Mpaka jioni saa 3 watu wa kesho yake wakaanza kusepaka na walevi. Walianza kushangilia kwenye kilabu. Leo tunalala, mchungaji amekuja. Nikasema kumbe watu wana mateso, hawataki kuokoka. Joni kwa Yesu Kristo, ili msiweze tena. Wako wachawi nje, wako kwa Mungu nje. Yesu yupo, mwenye kuzuia wachawi, mwenye kuzuia waganga, mwenye kuzuia wazee wa kimila. Sema amen, sema amina. Piga magorogoro kwa Yesu.
Injili ilipigwa, hamna cha mchawi, hamna cha mabundi. Tukamaliza. Na tukarudiko tena. Sikiliza nikwambie, kuna mambo ya ajabu. Mke wangu alipopika, yeye nikapika mimi mtani. Mke wangu akasema nataka niwafuate senta. Wakati anaanza kupika kwenda senta, ninaona wivu mnyang'anye maji, anachelewa mimi akaanza kupiga injili na mimi nafuata nyuma. Naona wivu, watu wanatufuata nyuma. Na kama mwanamke napo kanapiga injili, jamani, kwa Yesu kuna imani. Unaweza kuokoka tu Kiswahili, ukaelewa Kiswahili, unakuja kuandika, unajua kuandika. Kwa Yesu kuna amani, kwa Yesu kuna mshono, kwa Yesu kuna amani, kwa Yesu kuna imani, kwa Yesu kuna elimu. Sema amen. Mwambie shirika kwa Yesu, elimu ipo, Kiingereza kipo. Sema amina. Mwambie shirika yako, natamani kwenye banda mruke, natamani kwenye banda mruke. Msimame, mruke huko. Mwambie Yesu anaweza. Mwambie Yesu anasema. Mwambie Yesu anashangilia. Mshangilia Yesu. Aliyetuleta warizero. Ametupa imani. Ametupa pumzi. Sabile kabisa. Sabutarifia. Mungu vigaratale. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nashangaga walokole. Wewe tangu uokoke bado hujapelekwa hospitali wala kuongezwa hata maji. Hata kushangilia tu umekaa. Jamani. Unajua unaposhangilia Yesu mbinguni anacheka. Anasema, kumbe mamutu yakagongo ananipenda. Na Mwaruguru ameokoka matoto yangu. Yesu anashangilia mnombi. Malaika sasa ndio wanaruka. Wanasema wakese tu teach. Send my Jesus. Sasa wewe umekodoa tu kama lichawi la hapa. Mwambie jirani yako acha ushamba. Mwambie acha ushamba. Sema amen. Sema amina. Tutoke kwa Yesu tuende wapi? Mimi kama nimeibiwa laki yangu na bado jaribu, wewe unang'ang'ana kwa waganga. Hawa waganga watakuchanja paka kwenye masikio na hamna hela yoyote. Wewe njoo kwa wazee wa kina Bundara, mzee wetu huyu hapa. Hao ndio wamekaa. Na tunawataka wazee wa kimila waokoke. Na wachawi walioshindikana hili anga. Wao nyingine mkutano kisha kuna wasaka wachawi wa hapa. Tunawakokota kwenye nyumba zao. Tunafanya kushuhudia nyumba kwa nyumba. Alafu tunawakuta waliko. Maana leo waonekani. Tutawafuata wao nyingine. Tutawaambia Yesu anaweza. Tukifikia familia kama wachawi wapo, mapepo yaribuke. Tutajua ishara hapo wachawi wapo. Na Yesu atafanya njia zake. Na tutafanya hivyo. Ukiwa huna imani usiende, tutaenda sisi. Tutaenda Waarabu wa Tanzania. Tulochitoa kujilipua, sema amen. Sema amina. Tunataka Mwaruguru kama wote hawa waokoke. Senta watoke, wakata wache, wajue kanisa lipo. Na wajue Mungu, mtumishi wa Mungu ameletwa hapa. Hatutaki vichaka kuuma huma fisi humu. Hatutaki mabundi humu. Hatutaki kwaya za fisi. Tunataka kwaya ya Kristo. Wakimabuko ng'ombe mbili zinashikia. Hii zinatoa mchini. Hii zinaweka mchini. Hatutaki choketo. Tunataka Yesu aliye hai. Tunataka Nazareti. Yeye akuhudumie. Aliyebariki. Yule mtoto. Aliyemfufua. Yule mtoto. Tunamtaka akae Mwaruguru. Tunamwacha kesho na kesho kuta. Atafanya maajabu. Sema amen. Haleluya. Haleluya. Nimalizeni kaombe. Mwambie jirani yako shika imani. Mtumishi anaenda kuomba leo baraka. Ninaenda kukuombea baraka tu. Alafu na vitu vingine vichache. Sikiliza nitambia kijana wa hapa. Wewe binti wa hapa. Achana na wachawi wa hapa. Achana na waganga wa hapa. Wanakupotezea muda. Sikiliza. Kuna baba zetu wako hapa. Lakini sasa wameitiwa mafuta ya Roho Mtakatifu. Wakiweka mkono pepo linasema tuondoka. Halina kuchelewa tena. Kwa sababu wana nguvu ya Kristo. Wakati mimi naokoka, watu walisema hutamaliza hata mwezi. Lazima urudi pahali. Nikawaambia nimeamua. Ukiokoka ni kuamua.
Kuokoka kama kuamua kujenga ndoa. Kuokoka kama kuamua kujitupa kwenye maji huko uchi. Na wewe amua, mama wa hapa, chukua maamuzi jioni ya leo. Mwambie Bwana, natamani nije kwako. Yatosha kufiwa, yatosha kufika, yatosha kufiwa, yatosha kufika. Yesu yupo awezaye kubadilisha mkuu wa mauti. Anaitwa Yesu Kristo. Yeye anageuza, yeye anatenda maajabu, yeye anafunua kilichofichwa ili vikarekebishwe. Kwenye banda simama, alafu mbaki nyinyi hivyo, simameni huko. Na wewe kwenye pumba hapo simameni. Muanze kuja taratibu. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Nani anataka kukutana na Yesu?